Yani hapa ninachosema, ningeomba uongozi wa TFF na bodi ya ligi waongeze adhabu kuhusu watu kugoma kuja uwanjani kwa sababu ya usajili wa Okelo. Kwa sababu kuna watu timu hatoleta. Yani huku kulio na Pakome, kushoto na Okelo, hapo na Max Mpia Nzingeli. Wewe timu utaileta uwanjani? Unabidi ujifunje. Kwa hiyo usajili unaofanyika kwa engineer, kwanza sifa ziende kwa kiongozi wetu. Yani anajicho, kwa sababu tunacholia si mashabiki, anatutendea haki. Na ndio maana unaona mchungaji hapa kaja leo analalamika kwa sababu nini? Uongozi. Kila kitu kinafanywa kuwa na uongozi bora. Hata ndani ya familia, baba kama usipokuwa bora, hata watoto hawezi kuwa na adabu. Kwa hiyo namshukuru engineer kitu anachokifanya. Yani anatufurahisha sisi mioyo yetu, kwa sababu sisi Yanga hatulipi. Ni furaha tunachokuwa tunahitaji timu kufanya vizuri. Kwa hiyo engineer kitu anachokifanya ni kitu ambacho kiko bora. Kwa hiyo hata sisi nyuma yetu tunamuombea azidi zaidi hapo, kwa sababu juzi tulikuwa tunalia hatuna winga. Kuwa kwenye mfumo hajaingia, unaelewa, na kweli akasikiza kilio chetu. Ni mchezaji tuliyomhitaji sisi mashabiki kama wanachama tunalipia kadi zetu, na ametusikiliza kweli. Kwa hiyo mimi ninachomshukuru engineer hicho anachokifanya, Mungu azidi kumbariki. Uongozi wangu miaka 100 muepo. Msajili wa Geoff Master anapamba tu uongozi. Yani ni mtu ambaye ana furaha sana. Haelewi hata nini akizungumze. Lakini tumetazama Young Africans ilivyocheza ndani ya msimu huu na kwa dili hili ambalo linatajwa kuwa limefikia eneo zuri kwa Young Africans. Nini atakwenda kuongeza Alan Okello iwapo atatambulishwa rasmi ndani ya kikosi cha wananchi? Ni jina ambalo limeimbwa sana hapa katikati. Tangu 2022-23 hata kabla hajaenda Nigeria, lakini alikufanikiwa baadaye alivyorudi sasa akiwa na Vipers, na msimu uliopita ndio ulikuwa msimu wake bora sana. Inawezekana kwa maisha yake yote tangu ameanza kucheza soka ndio ulikuwa msimu bora sana akiwa na Vipers kwenye ligi ya Uganda, ambapo alicheza michezo 30 akifunga mabao 19 pamoja na assist 4, mchango wa mabao 23 kwenye michezo 30 akiwa na Vipers kwenye ligi ya Uganda. Kiwango ambacho pia kilifanya endelee kuitwa kwenye timu ya taifa, na akiwa mmoja chaguo la kwanza. Tulishuhudia kwenye CHAN miongoni wa wachezaji wa Uganda ambao walikuwa wategemewa kwenye kosi alikuwa ni Alan Okello. Kama itoshi, pia alikuwa na momenti zake za kimaamuzi. Kuna zile penalty dhidi ya Afrika Kusini na mechi zinginezo ambazo kwa kiasi kikubwa zilisaidia Uganda kuvuka kutoka hatua makundi ya CHAN mpaka hatua ya robo finali. Ni mchezaji ambaye ukimwangalia, nazungumzia CHAN, ndio upozungumzia CHAN ndio nikatoa kidogo maana AFCON tuliwagalagaza Uganda anajipia. Kwa ni mchezaji mzuri ambaye alianza kuwika tangu akiwa na umri mdogo, na mpaka muda huu tunazungumza ana umri wa miaka 25. Amezaliwa mwaka 2000 mwezi wa 7, maana yake mwaka huu mwezi wa 7 anafikisha miaka 26. Ameshaitoka kwenda nchini Nigeria, Plateau Athletic. Hakufanya vizuri sana, akarejea nyumbani. Inawezekana labda kipindi kile alikuwa sana kutoka, ndio maana mambo yalikuwa mabaya. Sasa hizi ana nafasi nyingine ya kuweza kujaribu Young Africans. Kwa hizo sifa au namba zilizozitaja, na eneo ambalo anacheza kiungo mshambuliaji, nyuma mshambuliaji au pande wa kulia, anaweza kukofa vitu vingi sana ikiwa mchezaji nafasi na kufunga magoli mwenyewe. Ameonyesha akiwa na hiyo sifa, kitu ambacho alivyokuwa Nigeria kukifanya. Ndio maana nikasema inawezekana labda ile kuwahi kutoka akiwa na umri mdogo, inawezekana iliweza kumrudisha nyuma. So 2020 alikuwa na miaka 20. Kutoka Uganda unaenda Nigeria, ligi kuu ya Nigeria. Timu aloenda si timu ambayo ina malengo makubwa sana, kwa maana Plateau Athletic, lakini tu kucheza ligi ya Nigeria ni ligi kubwa. Kuna vitu vingi sana nje ya uwanja ambavyo vinaweza kufanya ufail, hata ndani ya uwanja. Kuadapt mazingira Uganda na Nigeria ni vitu viwili tofauti. Maybe ni moja sababu ambazo zilimfanya yeye ashindwe kuwika kule. Kuja Tanzania ikitokea anatambulishwa, mazingira Tanzania na Uganda hatofautiani sana. Yanafanana, ndio maana hizo tu wachezaji wengi wanaotoka Uganda wakija hapa huwa wanaweza kuperform. Kuanzia lugha, kuna namna ambavyo Waganda Kiswahili wanaweza kuzungumza, mazingira mengine, namna ambavyo tunaishi, tamaduni, au tofauti mkubwa sana. Kitu ambacho mimi nakiona ni special kwake, ambacho inabidi akionyesha utofauti ni timu ambayo anakuja kuchezea. Maisha yake yote ya soka hajaje kucheza timu kubwa kama Yanga. Licha kwamba alienda Nigeria ligi kubwa, lakini Plateau Athletic sio Yanga. Plateau kwenye ligi ya Nigeria ni timu ambayo wao kubaki kwenye ligi ndio malengo yao makubwa sana. Hawashindani ubingwa, washindani chochote. Kwa hiyo Young Africans ndio timu yake kubwa ya maisha yake. Unapokuja kucheza timu kubwa kama Yanga na usajili wa katikati ya msimu. Usajili wa katikati ya msimu kwa yeye nyota wa kimataifa, maana yake unakuja kuziba mianya ambayo ionekane kwenye timu wakati msimu unaanza na hapo katikati.
Moja eneo ambalo limeonekana kuwa korofi kwa Yanga ni kiungo mshambuliaji. Nyuma mshambuliaji baada ya Azizi kuondoka, Dumbe inaonekana imeshindwa kulipa, lakini pia na winga, sasa winga wa kulia. Eneo ambalo ametumika kwa Edmund John pamoja na Ofen Chikola. Hao wote watatu imeonekana hakuna hata mmoja ambaye ameweza kusimama na nafasi. Na wote wamesajiliwa dirisha kubwa. Hao wote dirisha kubwa. Manake Okero anavokuja, matarajio mashabiki wa Yanga anakuja kufanya zaidi ya ambacho ameshindwa kufanya wakina Dumbia, Ekwa na wengineo wakina Edmund John. Na hata ukisikia comments mashabiki wa Yanga kama wanazungumza Jofu hapa, wana matarajio makubwa. Atawezaje kupambana na pressure ya matarajio ambayo umewekea club kubwa kama Yanga? Yanga haikupi nafasi ya wewe kukosea. Unajua KCCA au Vipers si Yanga. Inawezekana ukakosea leo, kesho ukapewa nafasi kwamba hebu cheza, kuwa. Ndio maana kuna siku hapo uliouliza kwa nini wachezaji wengi wa Singida wana hafeli. Kwa sababu Singida hakuna hiyo pressure. Unapewa nafasi ya kukua. Lakini Simba Yanga, inawezekana siku tu ya Mwananchi au Simba Day umezingua, pale unaweza kupigwa pressure. Kitu ambacho kuna watu wanashinda kumaintain na huwa wanapotea. Ndio ambacho anapitia Eko hivi sasa. Eko hivi sasa ni mtu ambaye ukimwangalia tu psychology yake ipo sawa. Ndio maana akifunga goli muangalie shida zake. Ana mashabiki, mara sio jifute ametoa gundu. Hili inaonyesha kwamba huyu mtu yale maneno ambayo anasemwa yamemuingia na ameweza kumwona. Sasa Alani Okelo anapokuja timu kubwa kama Yanga mara yake ya kwanza, atawezaje kupambana na hiyo pressure nje ya uwanja ya kucheza timu kubwa kama Yanga ambayo ina demand kubwa, ambayo haimpi nafasi ya kukosea? Ile ni jambo la kusubiri na kuona, ambalo mimi nasubiri nije muone akiweza kulithibitisha, kwa sababu bado haitoshi kucheza Vipers iwe sana kucheza na Yanga. Unaweza kuperform Vipers lakini ukaja Yanga ukashindwa kutokana pia na malengo na mahitaji hizo timu. Ilisema pia Vipers walikuwa wanataka kiasi kikubwa sana cha fedha kumwachia Alan Okelo. Vipi, kimefikiwa ama mazungumzo? Rais wa Vipers Lawrence Murindwa unaweza kusema ana kiburi au labda ni sema maskini jeuri, kwa sababu Vipers sio timu kubwa. Ni kwenye soka la Afrika Vipers ni timu fani hivi ya daraja la chini, hata daraja la kati ya wapo Yanga na Simba wapo hivi sasa. Na yeye hataki kuamini kwamba ile timu yake ni ndogo. Inabidi wewe wakija wakubwa utoe, hataki. Hasa zikija timu za hapa karibu Tanzania hapa huwa anakaza. Nakumbuka tadi la Mazoki. Baki muda mdogo tu lakini waisumbua sana Simba, mwisho siku Mazoki akaenda nje. Alan Okelo pia amebakiza miezi 6 tu. Yaani msimu ukisha mkataba unaisha. Lakini bado alikuwa ameendelea kukaza akiamini kwamba ataki kumuuza. Baada ya Harris kusafiri mpaka kule na kufanya majadiliano mengi. Jana ukipita kwenye page yangu aliandika issue iko usajili tu na vitu vingine pia vya kimahusiano baina club na club. Baada ya majadiliano ya muda mrefu aliweza kukubali kiasi cha fedha ambacho kinakadiriwa zaidi ya milioni 200 za Kitanzania za kuweza kununua mkataba wake na timu ya Alan Okelo aje kuitumikia Yanga. Kwa ambacho kinatokea si kwamba labda Yanga kufika kiasi cha fedha ambacho hivi sasa wamekifikia, lakini ilikuwa tu ni issue ya kiburi na wao Vipers kujifanya timu kubwa, kitu ambacho kiuhalisia Vipers sio timu kubwa, kwa sababu hata Alan Okelo mwenyewe ana ndoto za kucheza ligi ya Tanzania,